Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Leo tunaongelea mambo ya itikaf. Hadithi ya itikaf ya kwanza tunatoa katika Sahih Bukhari. Ana Aisha radhiallahu qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya laylahu wa yaqadha ahlahu. Yani mtume alipokuwa inafika Ramadhan siku 10 za mwisho alikuwa anakaza kikoi na alikuwa anaamka usiku asali na alikuwa anaamusha familia yake kwa sala. The prophet used to tighten his waist belt and used to pray all night and used to keep his family awake for the prayers. Hiyo ni kitabu ya itikaf. So ya pili naongelea itikaf yenyewe ilikuwa inafanyika aje. Tunaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka tent kwa kona ya msikiti. So inasema one night inasema hivi hadithi yenyewe ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka tent na Waislamu ndio hii. Aisha, Allah be pleased with her, reported that when the messenger of Allah decided to observe itikaf, he prayed in the morning and then he went to place of itikaf. So kwa itikaf lazima uko na pali yako, and he commanded that a tent should be pitched for him, and it was pitched. He once decided to observe itikaf in the last 10 days of Ramadan. Zainab, the wife of the Holy, commanded that a tent should be pitched for her. It was pitched accordingly, and some other wives of Allah's apostles. Lakini mtume hakufurahia matent zao, akasema, what is the virtue that these ladies have decided to acquire? He commanded his tent to be struck and abandoned itikaf in the month of Ramadan and postponed it in the first 10 days of Shawwal. So ni vizuri sana kama uko kwa itikafu kuwe na tent. Ni mzuri utafute Lailatul Qadr hizi siku 10 za mwisho, na kama uko katika itikafu kuwe na tent na ukuwe kwa kona yako. Hakuna hadithi hata moja ati watu walisali kwa pamoja. Mtume alikuwa kwa tent yake kwa kona na anasali na wengine.